Ana akampiga kibao Faraji huku akimwambia kwa ukali, hebu kuwa na adabu, achia nguo yangu. Faraji alimwachia Ana na kujishika shavuni, huku Joseph akisema, jamani, nyie ni ndugu, tena baba mmoja na mama mmoja, kwa nini mufike? Kabla hajamaliza kuongea, huku Faraji akasema kwa hasira, hilo ndilo mwanamke wako alilisahau? Ni roho gani alionayo huyu mwanamke mpaka anadiriki kunitaifisha mimi mali zangu? Ana, nataka kila kitu changu. Haujui uchungu na jasho kiasi gani nilitumia mpaka kuzipata hizi mali. Ana akamjibu kwa kujiamini sana, hata wewe unajisaulisha kwamba mimi ni dada yako, nilizaliwa kabla yako, kilicho changu ni chako. Faraji akamnyoshia kidole Ana huku akisema kwa jazba zaidi, Ana, nakuita tena Ana, utanisamehe katika hili. Sitojali kwamba nimelala mfuko mmoja uzazi na wewe kwa mama yetu, wala tumenyonya ziwa moja mimi na wewe. Nitakunyoosha, na kuanzia sasa mimi sio ndugu yako. Usinijue nisikujue. Wewe ni adui yangu namba moja kuanzia leo hii, na hizi mali kama mimi ndiye nilizitafuta zitarudi tu, subiri uone. Baada ya hapo Faraji alifungua mlango na kutoka nje, huku Joseph akauliza, ina maana mke wangu hizi mali umemfili? Kabla hajamaliza kuuliza, huku Ana akamjibu na kukaa kwenye kiti chake. Haya ni masuala ya kifamilia, sitapenda kuzungumza chochote na wewe zaidi ya kukuhitaji kwamba uwe upande wangu mimi, mke wako. Joseph akauliza kwa mshangao, na kuaje upande wako mke wangu wakati sijue ukweli uliopo nyuma hili jambo? Ana akamjibu, mali tumetafuta wote mimi na yeye, lakini mimi ndiye mmiliki halali wa hizi mali. Tatizo lilopo hapa ni kwamba yeye anataka nimwachie mali zote ziwe zake, kwa sababu yeye ndiye aliyegundua njia ya kupata hizi mali zote na mafanikio tulionayo kwa sasa. Joseph akamshika Ana begani huku akimwambia, kumbe ni hivyo. Basi usijali mke wangu, mimi nipo upande wako na nitasimama bega kwa bega na wewe. Ana akageuka kumtazama Joseph usoni, huku akiachilia tabasamu mwanana. Muda huo Yusha akawa anatoka chumbani, huku mke wake Mariamu akimfuata nyuma na kusema kwa hasira, Yusha, wewe ni mume wangu, na ninapokuambia kitu ambacho nina uhakika nacho usijitoe ufahamu kujifanya kwamba hauelewi. Sasa ninakwambia hivi, nishajua ukweli wote mpaka sasa kinachoendelea hapa. Nachotaka wewe wachane na yule jimama wako. Yusha akamjibu kwa ukali, Mariamu, naomba tuheshimiane. Usisahau kwamba unayeongea naye hapa ni mume wako wa ndoa, na kuona tu kwamba hizi siku mbili hapa unataka kunipanda kichwani. Mariamu akamjibu, wewe ndiye ninayetakiwa kukukumbusha kwamba unayeongea naye hapa ni mke wako Yusha. Siwezi kufumbia macho uchafu wowote unaofanyika na unaoendelea ndani ya ndoa yetu. Yusha akamjibu kwa ukali zaidi, unanifanya mpaka naona kero sasa kurudi nyumbani. Nilishakuambia yule mwanamke ni mmoja kati ya wakurugenzi katika bodi yetu ya ofisi. Shida ni nini sasa? Mariamu akamjibu, Yusha, usinifanye mimi mtoto mdogo. Bosi wako angekuwa yule ni bosi wako kweli, ungembusu mdomoni vile? Sasa sikiliza,
kama kweli yule ni bosi wako, kama unavyosema sijui ni bosi wako, sijui ni mkurugenzi katika bodi yenu ya ofisi, unajua mwenyewe, nataka unikutanishe naye. Yusha akamtazama mke wake na bila ya kuongea chochote alifungua mlango na kutoka nje. Wakati huo Mariamu anamtazama mume wake kwa macho makali, huku akifikiria, huyu mwanaume hanijui vizuri. Yaani hapa nishaanza kuona dalili zote za kuwa mume wangu ni Serengeti boy, tena ni kibenteni aliyokomaa kabisa. Yule mwanamke yule. Sasa ngoja nitafute uhakika. Nasema sitoacha kuipambania ndoa yangu. Baada ya hapo Mariamu alirudi ghorofani kwenda kumalizia kujiandaa ili aende hospitali. Muda huo katika hospitali ya Muhimbili, Emmanuel akawa ndo anamalizia kupanga vitu vyake kwenye begi. Mara mlango ukafunguliwa, akaingia baba ambaye alianza kutabasamu huku akisema, wow! Asante Mungu wangu. Mungu huyu mdogo wangu, hakika umerudi kuwa kama ulivyokuwa mwanzo. Kwa kweli Mungu ni mkubwa. Kisha alikumbatiana na mdogo wake, na ndipo Emmanuel akasema, naomba kukushukuru sana dada yangu kwa kuniuguza mpaka nimeweza kupona na leo nimeruhusiwa kurudi nyumbani. Baba akamjibu, hebu nipishe kwanza nikusaidie kupanga nguo, alafu hebu usio unanishukuru kiasi hicho. Mimi ni dada yako na huo ni wajibu wangu kama dada kwako. Vipi kwanza? Wameshaleta bili ya gharama zote za matibabu yo? Kabla baba hajamaliza kuongea, mara mlango lifunguliwa, akaingia Mr. Salumu huku akisema, sasa shemeji, kila kitu tayari nimeshalimaliza kulipa, tunaweza tukaondoka. Sasa hizi mke wangu. Baba aligeuka kumtazama Mr. Salumu kwa macho makali sana, alafu akamfungua pochi yake na kutoa bahasha huku akisema, ni afadhali nimekukuta hapa, shika hii uweke sahihi yako. Mr. Salumu akapokea ile bahasha, akafungua ndani na kuanza kusoma, ambapo alikuta kuwa ni taraka. Hivyo Mr. Salumu alipomaliza kuisoma, ndipo alipoanza kusema kwa mshangao, yaani mke wangu unakwenda mahakamani kunitafutia mimi taraka? Barbara akamjibu, sina haja ya kujieleza tena. Mimi sina mapenzi na wewe Salumu. Naomba usaini taraka, kila mmoja aendelee na maisha yake. Wewe ulishaamua kurudiana na Sweet Pili, nenda kaendelee na yeye, na mimi nataka niwe huru kutoka kwako. Mr. Salumu akageuka kumtazama Emmanuel huku akimwambia, shemeji, hivi unaziona akili za dada yako kweli? Hii ni sawa? Emmanuel akamjibu, shemeji, kama dada ameomba taraka, mpatie. Mwanamke Kabla hajamaliza kuongea, Mr. Salumu akamjibu kwa hasira, kumbe shemeji yangu na wewe ni bure kabisa. Na sasa ndo naelewa kwa nini ulikubali kutoa talaka kwa mke wako, alafu baadaye unaanza kujilaumu. Sasa nisikilizeni nyie wote wawili, mimi najua kuoa tu, sijui kuacha. Kisha Mr. Salumu alichana ile taraka na ndipo akaondoka zake. Wakati zoezi la kupiga picha za harusi ya Yusufu na Glory linaendelea,
Ndipo Gerald akaona meseji kutoka kwa daktari mwenzake ikiwa imeandikwa, mke wako yuko hapa ofisini, anahitaji kuonana na wewe. Gerald alipomaliza kusoma ile meseji, alimsogelea Sara na kumwambia, "Baby, nakuja mara moja, ngoja nifikie hapo Muhimbili haraka kidogo." Sara akaitikia kwa ishara ya kutikisa kichwa. Alafu Gerald akaenda kuingia kwenye gari lake. Moja kwa moja akaelekea mpaka Muhimbili, ambapo alimkuta Salama amekaa mapokezi. Hivyo alimchukua na kuelekea naye ofisini kwake. Baada ya kuingia ofisini, ndipo Gerald akaanza kusema, "Karibu sana mke wangu. Natarajia kuwa umeamua kunisamehe mume wako na ndio maana uko hapa." Salama akamjibu, "Nipo hapa kwa lengo moja Gerald. Nahitaji kuanzia sasa mimi na wewe tuanze maisha mapya ambayo kila mmoja atayafurahia kwa upande wake. Nimekuja na hii taraka, naomba uisaini." Salama akampatia bahasha Gerald. Wakati huo Gerald anaonekana kubaki mdomo wazi kwa mshangao. Sugar Mamas.